wa hudan. Lakini pia kitabu cha Qur'ani kiwe Taurati ya Musa aliyopewa kiwe ndiyo muongozo wa rahma na ni msaada, utetezi, ukombozi. Kama wangeishika Taurati sawa sawa, wangeyashika mafundisho, wangeonyeka. Katika kuonesha Mtume Muhammad ametumwa na Allah na si ubabaifu, na anayoyasema ni kuthibitisha kuwa yeye ni nani. Wama kunta bijanibil gharbi, ay wama kunta bijanibi Musa janibil gharbi. Wakati haya tunampa Musa, wewe haukuwa Muhammad upande aliyoko Musa kuliani mwa magharibi. Musa aliko upande wa kuliani mwa magharibi, wewe huko haukuwepo Muhammad. Lakini kukufunulia na kukupa wewe haya ili watu wako wathibitishe annaka rasulun haq, kwamba wewe ni mtume kweli. Haukuwepo wakati haya najiri kwa Musa. Mbona umeyajua? Kutokuwepo kwako na ukayajua ili watu wathibitishe wewe si msanii. Haya umefunuliwa, umeteremshiwa na Mola wako Rabbul Izzati wal Jalal. Wama kunta bijanibil gharbi, na wala haukuwapo. Na hiyo ba'u ni zaida litaakidi madhmuni aljumla, ambayo imeingia kwenye habari hapo. Wama kunta bijanibil gharbi, na wala wewe haukuwapo upande ule wa magharibi. Idh qadaina ila Musa al-amra, idh awhayna ila Musa al-kitaba. Haukuwepo pale tulipokuwa tumemteremshia, tumemfunulia Musa kitabu hicho cha Taurati. We haukuwepo. Ai, idh qadaina ila Musa al-kitaba idh a'tayna Musa at-taura au risala. Wakati Musa tunamkabidhi utume hukuwepo, lakini unasimulia kana kwamba ulikuwepo. Ni ishara kwamba wewe si mzushi, mtume kweli. Wama kunta minashahidin, Musa alikuwa na timu yake, wewe hukuwepo. Na wala haukuwa wewe miongoni mwa wale waliohudhuria kwenye tukio hili, haukuwepo. Wama kunta minashahidin. Kwa nini? Kwa nini basi? Anasema walakinna ansha'na quruna, lakini mifumo yetu sisi, ansha'na quruna ay khalaqna quruna, tumeumba zama na zama, karne na karne. Baada ya kupita nani? Musa. Kuna karne nyingi zimepita kiasi kwamba yale matukio yamesahaulika, mafundisho yamepotea. Kwa hiyo kwa kupita karne nyingi, kuna haja ya kukuleta wewe na kukuteremshia ili ipate kuwa kumbukumbu. Watu walishasahau, zama zimepita nyingi. Hata ukiuliza kizazi cha samba yataeleza historia ya hapa. Sasa ile laqana quruna, lakini sisi kwa hivyo huwa tunaumba karne kwa karne. Sasa kutoka Musa mpaka una hilo, hata wewe chukua picha ya kawaida tu. Sisi wenyewe kumpata mtu anaweza akataja mababa watano kwa vijana wa leo ngumu. Akasema yeye Juma,
ibn Ali, ibn Saidi, ibn Muhammad, wengi wanaishia majina matatu. Mimi ni Juma, lake tumeliweka pembeni, akileta mawili, Juma Saidi Mketo. Akikumbuka moja, Juma Saidi Ali Mketo, kaishia hapo. Taja sanadi yako. Kiniuliza nitakwambia mimi. Muharram ibn Rashid, Rashid ibn Hamid, Hamidi ibn Ali, Ali ibn Shamte, Shamte ibn Musa. Mimi nitakwenda ukisema hata mababu 10. Mimi nimekaa na wazee wangu, nilikuwa na hamu ya kujua. Wewe unajua? Taja basi, utaishia watatu tu. Juma Saidi Ali Mbonde. Walakinna ansha'na quruna, lakini sisi tumeumba karne nyingi kutoka kwa Musa. Fatatawala alaihimul umru, hatimaye umri na zama zikawa zimerefuka mno kwao. Dhalika indalla ala shay'in dalla ala shay'in. Ikiwa imejulisha muda umekwenda mrefu, maana yake na mengi yamefanya nini hapo? Yamepita na yamesahaulika. Maana yake si yamepita tu, yamepita na ikesha yamefanya nini? Yamesahaulika. Fatatawala alaihimul umuru, hatimaye zimerefuka kwao zama nyingi, umri mrefu sana. Umuru tumezoea kutumia ainul kalima kwa sukuni, umru, lakini kwenye Kiarabu ni umu, ni umur. Kama tunavyosema kwenye nahau nakra, hakuna nakra, kuna nakira kwa kasra ya ain. Ainul kalima ina kasira, nakira sio nakra. Hakuna nakra, kuna nakira. Hakuna umru kwenye umru Kiswahili, kwenye Kiarabu ni umur. Hiyo mimu inakuwa na dhamma, ndio Kiarabu umur. Fatatawala alaihimul umuru, ukarefuka sana kwa umuri, miaka ikawa mingi, zama zikawa ndefu, mambo yakasahaulika. Kilitokea nini vile? Matokeo yake alijitahidi anakumbuka mawili ama matatu. Sasa analetwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi, kabidhiwa kitabu, na ndani ya kitabu anachopewa yanaletwa mambo yale ili ipate kuwa kumbukumbu, sasa irejee. Wama kunta thawiyan fi ahli Madyana. Tulieleza Madyan ni jina la mtoto katika watoto wa nani? Wa Ibrahim. Katika ule mji wake, mji ule ukapewa jina lake, ukaitwa Madyan, ambaye Madyan ni katika mababu wa nani? Wa Musa, katika ukoo wa Musa, babu zake huko. Sema katika watoto wa mzee Madyan ibn Ibrahim, sio? Na Yusufu, sio? Katika watoto wa Ismail, hao wote watoto wa Ibrahim. Katika kizazi cha Ismail akatoka nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kujitahidi kuzingatia, wanasema man wa'a tarikha fi sadrihi adafa amaran ila, mwenye kuzingatia history katika kichwa chake, katika moyo wake unazieleza historia. Sisi wenyewe wafuasi Muhammad ni katika kizazi cha nani? Si wenyewe hatujui. Ibrahim kupitia mwanawe anaitwa nani? Ismail. Sawa sawa. Kizazi cha Yusuf ndiko mbele anakwenda kupatikana Isa ibn Maryam.
ibn Yaqub, ibn Ishaqa, ibn Ibrahim. Zingatia. Wama kunta thawiyan fi ahli Madyana, ay wama kunta sakinan, na haukuwa wewe Muhammad fi ahli Madyana. Tumekuwa tukiwaambia mara kwa mara, kunta thawiyan fi ahli Madyana, ay wama kunta sakina maa ahli Madyan. Haukuwa wewe waishi pamoja na wakazi wa kijiji cha wapi? Cha Madyan. Wewe ukuwa unaishi pamoja nao. Tatlu alaihim ayatina, eti ikawa ndio sababu ya kuwasomea watu aya zetu, kwa sababu ulikuwepo. Haukuwepo. Unawasomea hizi sikana kwamba unatunga, ala sikana kwamba na kuwaeleza yaliyotokea kwa Musa, kwa sababu sisi tumekuteremshia. Wama kunta thawiyan fi ahli Madyana, haukuwa unaishi pamoja na wale wakazi wa Madian, kijiji ambacho ndicho alichoishi mtume nani? Shuaib. Musa alikwenda mvamizi tu, sio kwao, mwenyewe ni Shuaib. Musa alikuwa mvamizi pale, mgeni alikimbia kwao Masri. Musa kwa wapi? Masri, Egypti. Tunapozungumzia Madian manake ni Filistine, ni Palestina hiyo. Kwa hiyo kwao Musa. Musa alikwenda mgeni, kakimbia shida. Na hili ni darasa pia. Ukijitetea siku ya kiyama, Allah atakuuliza kwa ukali kabisa, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kwa nini umekuwa ulimi ubadiliki uhami? Ardullahi wasi'atan, hivi ardhi ya Allah haikuwa pana? Fatuhajiru fiha, umezaliwa Maputo, umesoma Maputo, umekuwa Maputo, unazeeka Maputo na unakufa Maputo. Kama mambo yanakwenda, manake hapo nyota yako inakwenda sawa. Kama mambo yaendi, hama toka, unang'ang'ania tu. Alam takun ardullahi, mzee ale anatoa macho, mbona umehama kutoka Pemba umekuja huko? Alam takun ardullahi wasi'a, andolo sio unang'ang'ania tu chake wewe na chake na wewe kunkuja hama upo bongo ndio inapotakiwa. Mzaliwa kwenu Morogoro milimani, unang'ang'ania na milima tu, utafikiri umezaliwa nayo. Mambo haendi, toka wewe na mkenda na wewe tu. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mungu anakarika. Unataka kutoa udhuru gani? Mzaliwa kwenu Mwanza Nyegezi, wewe na Nyegezi tu, vuta mguu. Yawezekana umezaliwa kungine, lakini mafanikio yako Allah ameyafunga kungine. Walhijratu sunnatul anbiya, walhijratu sunnatu man, na kuhama ndiyo mfumo na sunna ya manabii wa Allah. Ili mlazimu mtume ahame kutoka Maka kwenda Madina pamoja alitoa mchozi na maswahaba kadhaa, tunaambiwa zaidi ya miaka 10 baada ya kuonekana wanaonewa, wananyanyaswa katika ardhi ya Maka, walitoka kwenda katika ardhi mbalimbali, ikiwemo wapi? Ethiopia, sio? Walikwenda Ethiopia kadhaa. Nani ya kwenu tumsanga ngongele, toka mjomba. Musa kazawa na kwa wapi? Walakinna kunna mursilina, lakin wama kunta bijanibi turi rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa bilwadi
innahu tagha faqul hal. Mfumo wa Mungu katika kazi yake. Pindi tulipokuwa twamzungumza Musa, labda ulijificha ukaona Mola wako mlezi akaamua kukuteremshia haya, litundhira qauman ma atahum min nadhirin, sio hivi, ili wewe Muhammad ukawatahadharishe na hasira za Allah, ukawaonye na ma atahum min nadhirin, katika nchi yao kufikiwa na mtume, wewe unakwenda kufu. Maana Musa na nani na kaka yake Harun, na kuna wengine na kaka yake Harun, na kuna wengine katika surati Yasin, watu wa Intaqiya, idha arsalna ilayhim ithnain, kisha fa'ad tundhira qauman ma atahum min nadhirin, ili ukaliongoze pote la watu, jamii ya watu, ukaikanye maneno ya watu wa usuli wa, ndio la'allahum yatadhakkaruna. Kwa sababu hiyo, inna baba lijtinabi awsa'u min babi, mlango wa kujiepusha ni mpana sana, na ndiyo maana usimchukie, usimtenge, usimnyanyapae unayemuona kwa sababu wewe unaswali. Unamwona mtu haswali, idha faniyat, kuwa kazi yake kuwafanyia watu ikifikia thawabu zote zimekwisha na bado kuna watu wapo mstari, ukhidha min khatayaho, atakabidhiwa yeye nini? Madhambi ya wale. Huku umetoa thawabu, sasa madhambi ya wale unapewa, yani linazidi kuwa balaa kwako. We swali tu kadha futari zimeletwa, kagawana yeye tu na wanao yakina, ndo anamjua, na kama kuna maneno kampa yeye ndo anajua nimepewa nifanye nini, sio wewe. Haya, kama kaambiwa awape wasiojiweza, kapewa ya watu 30, anawajua wangapi? Kapewa awape watu 30, Sheikh Hussein anawajua wangapi? Kama sio 3000. Maana yake inabidi turidhike tu. Kapewa wapi watu 30, Sheikh na watu 3000, kawapa 30, wengine kadari ya kusoma. Maana yake ili upate kadari ifanye nini? Isome, jina lako litoke. Kama jina lako alikutoka utamaliza kul wallahu. Fa inna rizqa maqsumu wa sio hivi, hakika riziki yenye kugawanywa huko na mwenyewe Rabbul Izzati wala. Kuwa na dhana mbaya haidi kitu, utamtafsiri tu mtu tofauti. Naona zile kanzu zimeletwa 40 zile zote, kama kukana zile kaleta nani?
Na kwa nini? Dhana mbaya jamani, kwenye maisha hazisaidii kitu. Utalipa madeni ya thawabu kwa watu, thawabu zikisha unakabidhiwa nini? Wanasema qulu minna wa minkum, qulu minna wa minkum, semeni nyinyi, ya yetu sisi na yenu yote semeni nyinyi. Tungeni ya kwenu museme yenu, alafu tungeni na ya kwetu mtusemee. Na hili ndo kasema yeye, qulu minna, semeni nyinyi. Na hata wale wanaopenda kupokea taarifa, kuna watu wamekaa mwenye tabia ya kukuletea letea maneno, ipo siku atawaambia wengine yanayotoka kwako. Ana cha kusema na kakana wengine, simuliniona jana nikana mzee Ali pale mzee, kwa sababu siku ile yauma tubela nataka mkono kwa kabisa siku dumu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, siofa munasomewa story hii na nyinginezo ndani ya Qur'ani, mupate somo, mubadilike, ili mpate kuonyeka, ili mpate kubadilika, ili mpate kuonyeka, ili mpate kubadilika. Na laiti kama siku, kalikadirie mwenyewe, wewe sikiliza maneno. Laula inahitaji jawabu, na laula na laiti sikuzingatia, na laiti sikuzingatia, antusiba yale yamewe bima qaddamat janga ya aina ya kwanza, misiba, mitihani, sio? Sura ya kwanza inakuwa nini? Aina ya kwanza, misiba, mitihani, sio? Sura ya kwanza inakuwa nini? Unaweza ukafikwa na mtihani, siri yake ukawa nini? Musiba unakuwa nini? Ibtilau mahabbatin. Kuna kitu anataka akupe mbele, anakutikiswa kwa watu, kumbe ni mtu kadha, kumbe ni mtu kadha. Huyu ndio wako kweli, huyu sio wako. Na kufika jambo, alafu wale uliokuwa nao baza. Inaitwa ibtilau tamyiz. Ibtilau ni mtihani, ibtilau ni mtihani, upate kumjua nani wako nani si wako, kumjua nani wako nani si wako. Ibtilau mahabba, na kuna ibtilau au na kazi yenyewe ya dini au na kazi yenyewe ya dini utaiacha. Hashiri rafiki yake sana, Hashiri rafiki yake sana Shabani mwenyewe, lakini Hashiri tente wanachukua zote. Shabani ataendelea kuwa Hashiri rafiki kweli. Sasa mpunga una tumuoni, ukipata fedha tu anakuja mjomba nyingi na shikamoo utazipata, na pengine mpaka unajua kwani mimi na huyu mkubwa nani. Zile shida zile anakuona wewe fi makani na aliyin, na mwenyewe anajua, lakini hapa nabembeleza nini mzigo.
Sasa Mungu anachukua hela hashir. Usichanganyikiwe. Wiki ya kwanza, wiki ya pili yupo, usichanganyikiwe. Wiki ya kwanza, wiki ya pili yupo tu Shaaban. Baada ya mwaka anahama, kashakuwa papasi, anahamia kwa mbwa mwingine. Ndio kawaida papasi akifa mbwa huyu anahamia kwa mbwa mwingine. La'allahum ndio yatadhakkarun walaula, na laiti sikuzingatia, antusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Nilisahau moja, afwan. Ibtilau ya 4 nilikuwa naitafuta kichwani, kumbe iko hapa hapa. Inaitwa ibtilau jazai. Ibtilau, mtihani wa malipo. Yani unapewa misukosuko, ikiwa ni nini? Malipo ya kile ulichokifanya. Muhindi piga sana dua, Mungu kapokea dua za Sheikh Hussein. Muhindi anakuamini, anakukabidhi duka, wewe ndio kila kitu. Unamuona muhindi bwege, unaanza kumuibia. Inafika wakati muhindi anashtuka, anakufukuza kazi. Kufukuzwa mtihani ni mtihani gani? Jaza, malipo saizi yako. Qur'ani na kuitika, unaheshimika, unakuwa na nuru. Kasoro fedha tu, labda unaona bado, unaanza kuzunguka kwa kina Nguizikuru Jilala. Shekhe, hawa watakuja kukutwanga mashetani tu, hawa kina Nguizikuru Jilala. Unakwenda unarudi vizuru. Siku hizi leo kusema salala hawezi, shalale anajifanya kuongea ajui. Pale anaonesha nini? Ushetani wake. Anachokionesha pale ni nini? Rudi. Kwa hiyo ibtilau mahabbatin, ibtilau mahabbatin, majaribu ambayo yanaonesha mapenzi ya ni mtihani, majaribu. Na 4 na mwisho ibtilau kwa usinganganie mitihani ya Mungu. Mungu tu ndio mpango wa Mungu. Kapangaje? Mungu itakuwa pengine ibtilau mahabbatin au ibtilau jazai ya ugomvi. Ibtilau nasuru kupiga ramli tu. Kumuona mama yako ndio mchawi, unayataka mwenyewe. Kwa nini ufanye dua? Kwa nini uhangaiki na tiba mpaka uhangaike kupiga ramli? Unayataka hivi. Unaambiwa shida uliyokuwa nayo Maalim Kasim, sababu yake kubwa kabisa mama yako mzazi. Kibinadamu ndio unaanza kumchukia mzazi wako, na shetani ndicho alichokuwa anakitaka hicho. Wewe usielewane na wazazi wako, kwa sababu moja katika password za kufanikiwa mwa shetani, hatopiga ngoma furaha, cheleko zitapatikana. Tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, nini? Ibtilau jaza, sio? Na laiti ya kuwafika wao majanga, bima qaddamat aydihim, hatimaye wakasema kuletea sisi mtume fulani, fanatabi'a minal mu'minina, nasi tu ikawa sababu ya kuwa miongoni mwa nani? Waumini wa kweli. Wanadamu wakija kupata matatizo watanungunika, Mungu ungetuletea mtume. Ndio jawabu yake. Hiyo laula inahitaji majibu. Jawabu lake nini? Tunakadiria
lama arsaltuka, kupeleka wasije wakatengeneza hoja. Rusulan mubashirina wa nasi ala Allahi hujja. Mitume wameleta ili watu wasipate nafasi ya kujitetea ngebe zetu. Lakini falamma jaahumul haqu, pindi watu hao kweli ilipowafika, bimaana arrisala au ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulipowafikia, kitabu cha Mwenyezi Mungu kilipowafikia, min indina, kutoka kwetu, sawa sawa, qalu, wapo katika Mayahudi pale Madina na Maka, walisema laula utiya mithla ma utiya Musa, kwa nini huyo Muhammad asingepewa kama kile kitabu cha Wamesahau Mayahudi wenzao huko nyuma, Taurati hiyo walifanyaje? Waliikataa na waliipasua na kuchoma moto, sivyo? Leo wanajifanya Taurati ilitosha. Nguru mbili. Yani akiswalisha Sheikh Isa Mainde, hapa angeswalisha Mwalimu Huseni, watapatikana waumini wenu mjue. Siku akisogea Mwalimu Huseni, hapa angekuwa Mwalimu Isa. Yule inatoa inaka tu na walase. Akija Mwalimu Isa, hapa walau angekuja hapa Sheikh Maisara hapa. Yani watu ndio walivyo. Falamma jaahumul haqqu min indina, Waislamu waliokuwa Buguruni uhai wa ndugu yangu Sheikh Muhammad Eid Abul Eid, si tungepata Sheikh kama Sheikh Walidi, na waliokuwa Magomeni kwa Sheikh Walidi wasemaje? Sheikh wetu angekuwa kama Sheikh Muhammad Eid. Wa Maputo wanasema ndivyo. Ndio ile methali ya kicha nini, kuna wengine wanasema utakipata lini, wa ni'matu la tu'tarafu tatazula. Unaweza ukapewa neema, usikiri kwa neema uliopewa na usithamini, ikikuondoka ndo utakumbuka. Sasa hivi una neema ya macho, wala unaona kama vitobo vya kawaida tu, lakini siku leo kijana una nguvu zako, wala hujui kitu, umeneemeshwa. Subiri uzeeke miaka nilikuwa naweza mie, unaanza kusikitika, unasimulia hivi. Nyinyi mnanielewa? Hiyo nayo neema. Wuquful jaddi amamaka yukhatib, kile kitendo cha babu kuwa anasimama mbele yako anakupa darsa, yule babu, nayo neema hiyo. Unaelewa? Leo na neema ya masikio, wasikia uzuri, unaona kama nyungo tu zimewekwa, muone kwamba hii ni neema. Siku Allah atakapochukua neema ya kusikia ndiyo utajua. An-ni'matu la tu'tarafu hatta tazula. Kawaida neema, mja akipewa neema fulani hawezi kukiri na kuthamini mpaka itakapomuondoka. Hata wewe kijana ambaye Allah amekutunukia neema ya mke mtiifu kiasi fulani, basi unamuona bwege, ukamuendesha, ukamtesa binti wa watu, siku akiondoka akampata mume wa kweli, hiyo siku ndio utajua. Basi sio mwanamume tukupata neema ya mke mzuri akamchezea vibaya, basi vile vile inawezekana na mke naye akapata neema ya mume mzuri. Wapo wanawake wamepewa neema ya waume wenye huruma, wenye mapenzi ya kweli, lakini wala wanawafanyia makhanatha.
lakini akiondoka mke huyu, Mungu atakuletea kizuda, mwenye utamkumbuka yule. Ndio maana Mungu anachotaka, wa amma bi ni'mati rabbika, ama neema yoyote aliyekutunukia Mola wako, onesha kuwa una neema hiyo. Yoyote aliyekupa Mungu, wewe una neema ya akili, nazo akili, onesha kama unazo timamu. Mungu anataka akuone wakiri kuwa una neema. Nakutana na mwanafunzi katoka kwao anakuja kusoma kwa Mziwanda, analala bure, anakula bure, akiumwa anatibiwa, hachangii senti 10, lakini siku sheka angusha 1500 anaiba. Umeona? Shehe imemdondoka buku 5 anafanyaje? Anaiba. Yote yale inakutoka roho kwa buku 5. Wewe ndo mwanadamu bwana. Kwa baba aibi. Ala. Dhabaha falmuriyati qadha falmughirati subaha fa'athar fawasatna bihi jam'a. Alafu innal insana innahu ala dhalika wa innahu bil khairi. Mambo mangapi haya? Huyo ndio mwanadamu. Nafsi ya mwanadamu, al-insan al-istighraqul jins. Iwa mtu tu kwa Mola wake msumbufu. Yaani ukimuona mtifu huku kuna mwana kapinda, kanyoka huku kapinda, kwa sababu la kanudu. Sasa wewe elewa hivyo, innal insana li rabbih. Ndio maana watu wa tauhidi wakasema al insana li rabbih. Unaweza kumkuta mtu wa da'wa kabisa na nini na kiremba, mtu unamuona anapenda sio fardhi, kavuka kwenye kupenda fardhi, amefika mpaka kwenye kupenda nini? Sunna. Al-Khabibi vipi? Astaghfirullah, nichukulie udhuru. Innal insana mpaka hata wewe ndio hapo anauliza ulitemie nani? Mtu kama mie mtu la kanudu. Alafu mbele akasemaje? Lakini mwenyewe anajua ni shahidi pamoja na yote anayoyafanya. Na vurunda, nafanya hovyo. Aibu za nani? Anamuhadithia mtu aibu za nani? Kifanya hapa cha hovyo. Ndio maana bwana wewe, nakuamini na kupa siri. Anajua anachofanya hovyo, innahu ala dhalika. Anajua anachokifanya hovyo. Ubil khairi. Huyu mwanadamu katika kupenda mazuri ni mkali kwa. Ndio unasikia kuna mtu sijui ukaenda kwa mchawi ukaambiwa mtoe sadaka mama yako, mwanao, mkeo anataka mali. Wa innahu lihubbil khairi hashikiki. Mtu anaenda kwa mganga, ikiwezekana chukua vyombo, mimi niwe tajiri. Kwa kutaka mali, mwanadamu mkali kweli kweli, hashikiki. Hayupo tayari kuhudhurisha moyo wake mbele ya Allah, akaogopa hasira za Allah. Kwa nini? Wa innahu lihubbil khairi. Wewe ukiyajua matatu haya, basi la tusahib man yuhibbu. Sifanye urafiki na mtu ambaye anataka kuone wewe kama Jibril ukosei. Maana ndio Jibril. Allah anauliza, awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Kwa Yahudi Banu Mustalaq
Banu Kainuka, Banu Quraidha, Banu Nadhir, si ndio hawa? Mtume kawaona pale Madina Mayahudi chungu mzima, wanasema Musa anasema ndio hawa na wazee wao. Awalam yakfuru bima aliyopewa mtume wangu Musa kabla ya weye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tena walisemaje? Qalu sahirani qiraa, qalu sahirani qiraa. Katawa Musa na kaka yake nani? Harun, wao wanamuita Alan. Hawa wawili sahara wameamua kusaidia, si wamedhihirika wewe. Dhahara wameamua kufanyaje? Wao Musa msaidie Haruna, msaidie nani? Musa. Tadhahara waqalu bikullin kafiruna, hakika sisi kwa wawili wote aje atuwataki, atuwakubali. Sallallahu alayhi wasallam, Allah mliwaza bwana mtume, wakikukataa nakira hiyo faatu bikitabin, basi leteni kitabu wa Taurati wala nini, min indillah, kitabu mtacholeta nyinyi huwa ahda minhuma, ndiyo chenye muongozo bora zaidi kulikoni vitabu viwili hivyo. Nini na nini? Hicho ndiyo chenye kilichobeba muongozo bora zaidi kulikoni Taurati. Ni jumla fi'liya fi mahali nasbi maf'ulun la, ili mimi nifuate hicho. Attabi'ahu, kitoke kwa Allah moja. Mbili, kitabu attabi'ahu, kitoke kwa Allah moja. Mbili, kitabu hicho jibu laka, lakini kama tizao dhul imtihani, mwenye kudai vitu wasivyo navyo musimpi. 15 si hodari mahiri kwenye mpira, dana tu 15. Ya kwanza ndani, ya pili ugokoni, ya tatu ule kule, unajua sheria basi mnampa kama masala kenu kadogo tu, mtamuona anavyomunyamunya ngo mzushi. Hata mtume Musa, wazee wangu Musa na Haruna, wao pia walikuwa wachawi warongo. Haya, mimi niacheni. Maana mtu anasema ninaongopa, sema we, mimi pia sijui, lakini hivyo sio. Hii ndio aloisema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wa kana al-insanu nini jadala, alivyo mwanadamu yani kwa ubishi mwanadamu kiboko hawezekani. Anaweza kwa kitu walichosikia tu. Wallahi walikuja na mbuzi na wazee wafupi, ulikuwepo na pengine kafunga. Usishangae, yani zidi vitu vyote. Kwa nini? Kipande gani kazidi? Jadala, kwa ubishi. Hakuwepo, hakuona picha, kasikia tu anakuambia wewe. Yani kulikuwa na mzee mmoja alifunga kitambaa chekundu, alafu chini kaniki, bwana we, alikuwa na usinga namna hii. Huyo ndo nani? Huyo ndio mtu. Innal insana li rabbihi, hapa anaonesha ufedhuli wake kwa Mungu. Yupo kwenye ibada, anaamini na muabudu nani sasa? Kafunga, lakini anaapia na kuthibitisha. Ndio kazi ya Qur'an, tunasomeshana ili tuamke. Na haya ndiyo Allah bwana mtume Muhammad alimwambiaje? Thumma ja'alnaka ala shari'atin
kisha wewe Muhammad tumekuchukua tukakuweka juu ya sheria. Ina maana sheria ndio tunafanya sisi, sheria tunaiendesha tunapotaka sisi. Allah kaifanya sheria kuwa ndio maisha yako. Fuatani wala tattabi nafsi ya watu mambumbumbu. Mbumbumbu anaamua tu na anakaza hapo, na Mungu amejalia kheri wafuta sije, anamkataza sije kwenye swala ya jamaa, kakera wengine, sio kafanya jambo la haramu. Kitungu gani? Yeye mfukoni. Alafu mashehe wenyewe hiyo. Na wakati mwingine kafanya leo kia mwanadamu kujiita nani, lakini bado Mwenyezi Mungu anamtuma Musa, anamwambia nyingine maneno magumu makali mpaka unashangaa dini. Wakitoweza kulitekeleza hili kwako, fahamu hao ya watu. Tunawaambia watu maulidi yanafaa, kumbe hayafai. Kumbe hayafai. Haya, nimekupeni namba, njooni tufanye mdahalo, hutaki. Kupeni namba, njooni tufanye mdahalo, hutaki. Unaendelea kutukana hivi, unaendelea kutukana hivi. Kweli ndio unakusudia dini wewe? Ukikutana kama darasa, kweli ndio unakusudia dini wewe? Ukikutana kama darasa unalo kweli, hapa itajulikana unalo kweli. Hapa itajulikana kweli iko wapi, kama kisa cha Musa Yusufu tu. Kana kweli iko wapi, kama kisa cha Musa Yusufu tu. Wewe una ilmu nyingi, yeye hajui kitu. Wewe una ilmu nyingi, yeye hajui kitu. Mbumbumbu anaongopea watu. Na wewe una kitu. Mbumbumbu anaongopea watu. Na wewe unamweza. Mkiweza kukaza mzeni, hamwezi kukaza. Si ndio yale yale tu, itafakana ala. Tumekubali. Baba anapenda ndizi, mtoto anapenda nini? Usishangae mama kwa maana mke anapenda viazi vitamu. Ndio walinasi fima ya wanavyovipenda hata kwenye kuoa. Wewe mwenyewiwa umeteua mwanamke mrefu, fupi, macho kama vitobo. Mwingine kataka mwenye utege kidogo. Utamwa pipi mate yako. Utamewa pipi? Kama unaumwa malaria, pipi inakuwa chungu ile. Kwa usishtuke kwa nini mimi raha ya wanawake wembamba. Na wewe ndio unaijua raha ya vibonge. Unasemaje? Waislamu waelekezane, wapeane, sio kutukanana, sio kukashifiana. Mungu kamwambia Qur'ani chenye muongozo bora, akamwambia wakitoweza kulitekeleza hili fahamu. Istifahamu bimaana adallu, na hakuna aliye mpotofu zaidi. Ismu tafdhili wa man adallu, na hakuna aliye mpotofu zaidi mimman ittabaa, kulikoni yule ambaye aliamua kufuata sawa bighairi huda, pasina kushika muongozo. Kuna mpotovu anayemzidi huyo, anauacha muongozo wa Allah, anafata akili zake na nafsi yake. Wa man adalla mimman ittabaa hawa, kuliko matashi ya nafsi yake bighairi huda. Pio Mungu hawezi kukupa tafu. Sema tukiswali ihdina sirata, yani kwa ujanja wetu
Allahumma arina alhaqa haqqan, tukishakiona kuwa sahihi, warzuquna tibaaho, na uturuzuku sisi albatila batila, na tuonyeshe kilichobatili nasi tukione kuwa nini, na uturuzuku kukifanyaje, kukikwepa, kukiepuka kila kitu. Wama tawfiqu illa billah, taufiki ya Mwenyezi Mungu ndio itakayokufanya ufike salama magari. Tupo wengi katika darasa letu kwa Mziwanda, alhamdulillah. Sio wengi sisi. Wengine wako wapi? Ni kweli wote waliofunga wapo makazini? Wengine saizi wanalamba visu hivi. Alafu anashangilia dume zima, kiwango nimekuoa. Wanalamba mavi. Hata sisi tulobahatika watoto, tuwalee, tufanyeje, lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu atushikie watoto zetu. Hatuwezi. Taufiki ya nani? Mnasema gani ninyi vile? La haula wala yoyote ya kuyakimbia maasi. Paskali, kama unauza bange, yani wewe unakaa una bange na tofali, hizo ni mbinu za kukwepa askari. Lakini Mtume alitamka maneno haya, la haula, hakuna mbinu za kuyakwepa maasi. Msaada wa nani? Basi maasi tutayakwepa kwa msaada wa nani? Mema tutayatenda kwa msaada wa nani? La haula wala quwwata illa billahi. Yupi huyo? Al-Ali. Kama yapo namba swala langu mimi, la yupi huyo? Al-Ali. Kama yapo namba la yupi huyo? Ni rahisi na haraka zaidi kupata magari bora kutoka kundi tu. Manake sio utangaze. Wewe si una ilmu, haina sababu ya kutangaza nimesoma. Ndio maana yake. Lakini usitangaze shekhe fitna. Huyu bwana simtaji jina asije akawa yeye mwanangu kafumaniwa. Unajua wewe peke yako hiyo fitna imefanya nini? Wewe utalana kwenye maisha, afu mtu anasema mbona mambo yangu haendi, unalana. Umepata hela mahala, ukasema ngoja niwasaidie iftari wenzangu wawili. Unaingia msikitini, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu. Fanya na limefanyaje? Nimekutana na bwana mmoja pale msikitini. Ona kaka, kama umepewa ulichopewa, na wakipata na wao pia wafanye nini? Nyamaze. Si unaeleweka? Swali lingine. Na yeye anasema katika miujiza aliyopewa Mtume Musa alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wassalam, majina mbalimbali, hakutajwa kwa jina. Mahala katajwa Thuban, kuna mahala katajwa sijui kuna Haya, kuna mahala katajwa Kaanna. Sasa
Basi, na hilo ndio jibu. Ni matumizi tu ya Waarabu. Pamoja wapo baadhi ya watu anayetokana na bakora ile ile moja. Wallahu a'lam. Swali adhabu za kisheria, natumia lugha alotumia adhabu za kisheria kwa mtu aliyetenda kosa watu, kwani mtu huyu aliyetenda kosa hilo linalotakiwa kufanyiwa. Asante baba. Jambo la kwanza, hiyo sio adhabu ya Mungu, inaitwa hivyo hivyo tu, alhaddu ni utekelezaji wa sheria, tuiti adhabu. Kumfundisha adabu sio adhabu. Lakini pili, kufanya alivyotaka Mungu. Ni ibada ngapi hizo? Kwa hiyo ikiwa bwana fulani anamtuhumu uchafu bwana fulani, masema maneno washike adabu, wana wao yasije kama bwana fulani ambaye wamemuona. Kwa hiyo kule kumuadhiri mfumo, kwa ile nayo ni ibada, ifanywe vile vile alivyotaka Mwenyezi Mungu. Asante. Maki ulivyoanza na ulivyoanguka ile naski kama ikufanana, lakini khalanu naanzia hapa baba mafundisho ya bwana mtume kwenye ile hadithi iliyokuwa katika Bukhari na Muslim, nadhani pia quotation akiwa na timu katika masahaba kiasi, akakuta kwamba imefungwa kutoka siwari mpaka siwari, yani nguzo mpaka nguzo. Mtume akauli kamba hii ya nini? Masahaba wakatazamana, mmoja akaamua aje. Umefahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam sali kwa mujibu wa uwezo wake. Tunaanza hapa nikiwa na maana swali tarawehe kwa uwezo wako, ungangari alionao maka fulani. Man haddada, maneno haya ni mtu maalam yuqayyad, maneno yaliyoachwa tu huru yanafanyiwa kazi vile vile yalivyokuja, endapo hayakuwekewa kaida. Liusalli ahadukum ala nashati, katika Riyadhus Salihin ipo aliyesema mwisho 8 mwisho 12 mwisho 8 ni katika wanafunzi wa Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti wa chuo kikuu. Niliwahi kusema hapa, ameandika kitabu ndani ya miaka 1000 iliyo katika msikiti wa Mtume. Sisi tunaamini nani? Wa fursa bora na mwalimu wa umma Mtume Muhammad, kila mmoja asali cha pili. Ya mimi nimemaliza na Sheikh Musa msikitini kawiti 3 uishafi si umeswali labda 3 ama 5 ama 1, umeswali labda 3 ama 5 ama 1,
Witri ina zile tatu, maana yake ushazichukua mbili mbili, umeishafi. Tatu maana yake ushazichukua mbili mbili, umeishafi. وافتح لنا أبواب الخيرات والبركات والأنوار، وافتح لنا أبواب الخيرات والبركات والأنوار والأرزاق والهداية التوفيق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.